good, man. Maisha ya Marekani ni kwenda kazini, gosh. Mtu analamuka anaenda kazini, analamuka anaenda kazini. Fuck, it's horrible. Ni maisha mabaya sana. Let's go. Hii maisha hii hatujui tutakimbilia wapi. Mimi naona nitakimbilia Afrika tu. Hii sio maisha hii. Ya kila siku job, what? That's not good. Kuna kitu kinatakiwa kibadilike. Imagine mtu analamuka saa 12 kila siku. Maisha yake yote, what? Anaenda kazini. It's not good. Sio sawa. Naelekea kazini, nimechoka. Nilikuwa napenda niendelee kulala lakini nimechoka. Nimechoka mimi, Clemens Mondambo. I'm so tired. Wengine wanalamuka nao wanaenda kazini, gosh. It's horrible. Tena tunasikia muziki. Let's go while we listen music. Hizi ni beats za mimi kusoma. Nikiwa nasoma ndio nasikiliza beats kama hizi. Nikiwa nasoma, kusoma na kujifunza ni kitu kimoja. I think so. Yeah, hizi ndio beats nasikiliza nikiwa nasoma au nikiwa najifunza. Nikiwa nasoma Biblia, kitabu chochote, huwa napenda kutia beats. Zikuwa zinajigonga za kutulia. Huwa zinanipatia motivation za kusoma zaidi. Yes. Waka ni ya masikini wako mwanangu. Kabisa. Hofu yako ni ya kifo chako mama. Mashaka yako ni adhabu yako mama. Kila kitu unasema huwezi. Kwani wengine wameweza vipi? Mwambie wewe. Malengo yako utafanikisha vipi? Mweleze wewe. Utakamilisha vipi? Umejiroga mwenyewe. Mwambie wewe. Hivi ingekuwa kwamba hizi business zote like hizi ndio njia za mtu kutoka mkampani, hawa watu hawa ma business hawa inashinda kuelewa. Unaweza kuona mtu ana business miaka 7 na huyo jamaa au huyo mtu ana duka ambalo amelifungua huko Marekani. Aisha kaa hapo kwenye duka miaka 8. Bado ana hiyo duka moja, man. Every day anaamuka asubuhi saa 3 anaenda kufungua au saa 2 anaenda kufungua every day, na akitoka hapo kwenye kampani yake, akitoka hapo kwenye duka lake tena anaenda ku company. Every day life of like una live like that. Hiyo maisha hiyo. Mimi hiyo maisha ni horrible pia. Kwa sababu hapo hivyo ishakuwa na kazi mbili. Na kuofa sisi maskini. Tunajaribu kupambana lakini wapi? Kukaa ile maisha for 8 years or more than 8 years ni hatari. Kila siku unajiforce kulamuka, unaenda kuingia kwenye duka uanze kuuza. Damn. Hiyo zingine ni horrible. Kama hiyo ndio njia ya kutoboa kufungua duka. Why you take 8 years? Like or more than 8 years. Damn. Hiyo nyingine company. Na ni company kabisa, kwa sababu anasema
umefungua business, umejifungulia kazi yako wewe mwenyewe, unakuwa self employed. Umejifungulia wewe mwenyewe kazi yako, kisha unaanza kufanya. Damn. Sisi wengine tunachunga kashi, tunaogopa hiyo maisha na kwenda company bila nothing outside the company kufanya. I hope siku moja hii maisha ya kwenda hivi itaisha, sio mpaka tuwe wazee bwana. Tunatafuta njia ya kuikimbia. Tunakimbia Afrika, tunarudi Afrika. Unarudi zako Afrika kule, unakimbia company. Sio kosa kukimbia company. Unakimbia kazi, sio kosa. Unaenda Afrika, sio kosa. Kuna watu wanaishi hapa Marekani ni wa homeless. Sasa wewe ukienda zako kuishi kule Afrika kama jinsi ulikuwa unaishi before, so sio kosa. Mimi nitakimbia company nienda kukaa kule kwangu, sio unakaa huku Marekani. Kulamuka kila siku kuja kusimama hivi kwenye barabara. Ningekuwa zangu najilalia hivi mimi. Gari mko mtu mmoja tu. Sisi sote hapa tunaenda kazini. Texas ina magari mengi. Shit. Mungu asaidie. Okay, let's keep going. Kazini. Hasara yako, uvivu wako, masikini wako, mpumbavu huamini kila neno. Jamani, bali mwenye akili ufikiri sana jinsi yaendavyo. Hizi ndizo kwaya ambazo Wakristo wanatakiwa waanze kuimba, lakini nyingi zao sio za kuongeza hivi vitu. Hizi ndio nyimbo hizi. Ni kwaya lakini inaongelea vitu vya maana sana vina. Hizi ndio nyimbo hizi za kuimbia watu afu watu waanze kusikia. Tuendelee kusikia. Shit. Umejiroga mwenyewe. Uchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Uchawi wa mafanikio yako ni wewe mwenyewe. Utakumbana na watu bure, na wachukia wengine bure, na wakasirikia wengine bure. Mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Adui wa mafanikio yako ni wewe mwenyewe. Utakumbana na watu bure, na wachukia wengine bure, na wakasirikia wengine bure. Mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Shauri yako, fanya yako, upumbavu wako, hasara yako, kiburi chako, fedha yako, uvivu wako, umasikini wako, upumbavu huamini kila neno. Jamani, bali mwenye akili uchunguza sana hiyo ni Biblia ambayo inasema hivyo. Upumbavu huamini kila neno. Ndio maana mimi nasemaga Biblia ni kitabu kizuri sana. Ona huko maneno inavyosema. Upumbavu huamini kila neno, lakini mwenye akili uchunguza jinsi aendavyo. Sasa wewe unaanza kukataa Biblia, sio kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaharibu. Biblia
ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Biblia ni kitabu cha Mungu mwema kabisa. Wewe unakataa Biblia sio kitabu. Biblia ni kitabu japokuwa kililetwa na hao wakoloni, lakini ndio hivyo, ni kitabu cha Allah. Kwa Waislamu pia Qurani yao anasema imeshushiwa, lakini kwa nini ishushiwe kwa Mwarabu? Kwa nini na sisi wa Kristo tusikuwe na yetu ambayo imeshushiwa, afu tufuate ile yetu ambayo imeshushiwa? Kama ni kitu cha kushushiwa, basi kingeshushiwa kwa kila nchi, lakini ndio hivyo. Itatakiwa tu tuamini, itatakiwa tu tuwahamini. Wakristo wameletewa kupelekwa Afrika, wameletewa wazungu, walienda Afrika wakawaachia, lakini historia inasema kwamba walikutaniwa wanabudu huyo Mungu ambaye walimletea. So ni hivyo, kama walikutaniwa wanabudu, basi ni vizuri na wewe ufanye uanze kuabudu. Walikutaniwa wanaomba, unaona, walikutaniwa wanafanya mema, wanakatazana vile vitu vibaya ambavyo ni zile amri 10 za Mungu. Ndio, lakini ndio hivyo tu, dunia ina mengi, dunia ina historia nyuma yake. So yeah, mimi hapa nishakuwa late kukazi hapa, inatakiwa nifike at the work 6 o'clock. Hiyo ndio time to clock in, na clock in 6 o'clock. Lakini right now I have only 20 minutes left. Oh my God, and I'm still too far. Hii ni mbali sana, tunaanza traffic sasa hivi. Only 20 minutes left, you see. Can I make it? Nitafika around 6:10. Shit. Hizi makazi za kujiforce kulamuka wanategemea nikuwe nafika mapema kila siku. What? That's wrong, man. That's wrong. Mwezi kutegemea mimi nifike mapema kila siku. Okay, let's go with music. Tulisha kuplay sana roga fuck. Tulisha kuplay sana. And you listening to Ain't Never Slowing Down on audio. Hey, smoking 600 friends on the beach. I really don't be on the freeway. Never can find a he say something. What is that? Cats I don't say he paid. Go from 600 but he triple D made. All she want me, she noticed that he lame. Said I wouldn't do it, might go cop a cheap thing. Pull up and smell while they whisper why he came. I got Melissa to rich to with Fendi. It's word on the street, them boys trying to get it. It's cool, they can move how they like, but it's risky. Back to you. Mbugani. Yeah. Hizi ndio nyimbo ambazo zitapigiwa kwenye harusi yangu. Nikifanya harusi, hizi ndio nyimbo zitapigiwa hizi. Ni mbali nimetoka, tena ni ajabu kwa hai, maana nimesha kufa. Ni mengi nimeona, tena ya kuvunja moyo, labda ningesha mwacha Mungu. Tayari. Kama ni misomo ya mawazo, magonjwa nimepitia, nimezoea maumivu ya kudharauliwa, umasikini. Kila siku inajipa moyo, jipe moyo kabisa. Ipo siku yangu tu, ipo siku yangu tu, na mimi nitabarikiwa. Ipo siku yangu tu, ipo siku yangu tu, na mimi nibarikiwe, anibarikiwe,
nibarikiwe, Yes, ndio nyimbo zitapigwa kwenye harusi ya Issei Pupa. Sasa hivi ni 5:43 AM. Ingawa kwa sasa wananisema vibaya, nami sishangai, najua ni ya wanadamu hayo. Ingawa sipati nani kwa muda mrefu, siachi kuomba, Mungu si kiziwi. Binadamu wema kiwa nacho, kwa sasa waniepuka, sina rafiki wa dhati. Kama ni misongo ya mawazo, magonjwa mama nimepitia, nimezoea maumivu ya kudharauliwa, umasikini kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu, ipo siku yangu tu, naamini. Nani aliniambia ni change lane? What yangu tu, why did I say lane? Let me go back. Ipo siku yangu tu, naamini. Should I go back? Ona biashara imeandama mikosi upate, usimwache waganga watakuponza. Kwa ndoa ila nyumbani amani hakuna, msimwache chepuko sio jibu. Tomo oso mumbembe kabisa, wifungula kampani yano tonjio kampani yake tontumi ele aji mufungule la kampani ni wabembe ya unakanda makampani vile leni ni mufungule le kampani Musa ale jwa isa ale le parti ya maisha, ifura ya maisha Musa ale mukombane chito kampani chito chilengi chive ononge Marekani. Sasa kampani cha wabembe only, mona kampani yande wala mbembe only. Musa ale mupikane niya muto ane kila eto anga mube ela na sumu be ela ne sumu ibe chubabo batu bakikana. Sasa ino mufungule la kampani onu Marekani juana mona chino ba Spanish bale mumuzima anga sana makampani chenu. Sasa ine no musaidia hii ejo vurugu yabe no ba Spanish yo owaye jo tena babe ni bisumbuli wana ba Spanish makampani chabu ine no mufungule la kampani onu Marekani jua bila ine ta oli member shifungule no kampani ekera vurugu eko bana mama ila ikombana isaala imaisha mama mwana watu mupika na kabisa moto ana bibi kyo mwana wa mbembe bibi hapana mwana wa mbembe mushire tibi zeta tamu musala wala ebope mbembe takoba bibi mbembe ale ntua wangene manga sana yani ana ba hale na bana akibi ndio lazima bachoko bakongane tu yatu baba tengeneza misemo yabo ya tenda nibo sike machopi mala ongabwe tamacho anabidi kongana mala ende chimuruka obanda tachicho mwana jua mbembe ale mtu anabana na kevi kwa lazima bakongane tu bakongane. Sasa ili namona benu mukongana na ba Spanish shataka bibu nataka mukongane benu mwana mukongane benu obenu na bino ni moyo kampani nano mufungulela yenu anu abembe beno ngumanjo makampani
mwanjia okampani Joana mona Spanish bali mumuzi manga sana hata ngoma kwanza haisi kwa chino vurugu chaba Spanish mushumbu wa chino chu wa kila mbembe makampani yetu tishmango chumba bato kabisa yo makampani kakira bato no ushimo saala yushitumbirwe bona bazezeto mwandosa kama community yetu ya babembe isaala umutumbirwa kabisa yoto ni ana kampani olezezeta oshile mende jua mende intoete tutabia ya uzezeta mwanga sana tushungwewe akombana tushungwewe aiba duka wala ajua wako muishiishi hao na Ingereza yake so mufungulira mkampani shaitajizezeta mwicho kampani yoba kampani ya ingera isako kampani mwayomba Mungu hata kama mwasahala mwaya yona Mungu ya budu Mungu lusuku lwa kila lusuku lwainga ete bila wiki wa Islamu unaochabu inchi ona beto suku chiba seti yani chile suku ta chile chitumia achi chile suku chiyo na tu Mungu inishi mutu mere wabembe unu mwa atu na mwana mwa uchi ipanga manga sana manu bazee bahali bantu bamweshi ipanga sasa bebo bila ini bapanga taushi bongoshi bapanga nobalondela kampani aye boy bashane mwele hiyo ndio downtown Dallas nadhani waliona nadhani umeiona downtown Dallas tukielekea kukazi za wazungu kama hii kazi ni ya mzungu kama ni ya mtu mweusi arandao iko too slow. Mimi napendaga gari ya speed na kanyaga hivi niko kule. Gari zote ni za wagojo. Napendaga gari nikikanyaga inanipeleka kule, sio inakuwa tu like bila speed. I need a car that if I press it, we over there. Ukiona polisi ndio unaenda slow, sio hakuna polisi wewe uko slow. Una kama huyo hapa. Hakuna polisi wewe uko slow. Uko polisi uko slow. Kwa mtu aina gani? Marekani huko. Bakikushindwa wanakurudisha kwenu. Unaona ule maseba bill vile ndio vizuri, unaona na wewe maseba. Chukua na mimi wafati kwanza. Twende kukazi huko. Ukishikwa na polisi unarudishwa kwenu, sio kosa. Unakaa kama mnacheka watu ambao wanarudishwa. Mtu anarudishwa kwao, kosa iko wapi? Ametolewa huku Marekani anapelekwa kwao, kosa iko wapi? Unakaa kucheka watu ambao wanarudishwa. Ni vizuri kurudishwa kwao. Nyie wote hapo mnachukia makampani. Sasa kwa nini msikue mnarudishwa? Mnarudisha, furahini. Umekimbia kulipia bili. Umetolewa kulipia bili, umetolewa kuwa na hofu ya kushikwa na polisi. Kwa maana Marekani kila mtu ana hofu ya kushikwa na polisi. Ila mimi hapana, mimi sina hiyo hofu. Mimi ni mtu ambaye niko na Yesu Kristo. Siwezi kuwa na woga wa kushikwa na polisi. Naishi kwa maana najua kila niendapo niko natembea na mwangaza wa Jesus Christ. Ananilinda. Ndio maana sina hofu yoyote, ili naishi tu kwa maana niko na Jesus Christ. Yeah. Na Yesu ambaye alishinda kifo
anaporuhusu, maana mwili wetu sisi umeumbika kuja kufa tu. Basi nitakufa ile siku ambayo ni sahihi, sio siku ni siku kufa hapa. So mimi sina hofu, na pia na wewe mfuate Yesu ili usikuwe na hofu. Mfuate Yesu, usikuwe muoga, maana Yesu anaambia sisi kwamba tusiwe na woga. Alisema eti usiwe na woga, mimi niko wako, usiwe na woga. Msikuwe mnacheka watu ambao wanarudishwa Afrika. Hapana, kule ndio nyumbani. Kama una mindset ya kuishi huku Marekani, basi kila kitu wewe una pesa zako zote zinaishia hapa Marekani. Unafanya kitu gani? Ile Afrika yako ile, hii nchi imetengenezwa na watu kama wewe ambao walipenda nchi yao, wakakaa chini, wakaanza kutumika vitu vyao kwenye nchi yao, wakaanza kulipa mataksi, ndio inakuza nchi, inaenda inakuwa. Sasa wewe kwa sababu wewe hauko sawa, unakimbia nchi yenu, unaenda kwamba kule ni vibaya. Ni jukumu lako kubadilisha kule. Mtu anarudishwa Afrika, unaona kama vile hako sawa kabisa. What? Mtu kurudishwa kwao inakuwa iko vibaya. Hakuna mtu ambaye anapenda kwenda kuishi kwa jirani. Tuseme mfano, tukuchukue wewe kwenu, tuende kukupeleka kuishi kwa jirani ambaye yuko labda ingine state ingine huko, au ndugu. Hapana, kwa ndugu, kwa mtu tu, unaona, hapo state ingine. Wewe utakuwa mawazo yako yote tunatamani kurudi nyumbani, maana unajua pale sio kwenu. Lakini sasa ikienda kwa nchi, unageuka wewe, unakuwa kwamba kule hakuko sawa, kule serikali sio sawa, mara hivi mara hii lile pale. Nao bayani jukumu lako kubadilisha ile Afrika. Inabidi watu wote ambao wametoka Afrika mkuwe na akili ya kurudia kule. Msiporudia, nani wataitengeneza ile Afrika? Mmepata bahati ya kuja huku Marekani, fanyeni vitu Afrika. Sio mnafungua maduka huku Marekani, mnakaa maduka mpaka mnafika kwenye uzee, mko humo wako kuivuka duka. What the hell? Hiyo ni horrible. Hiyo ni horrible. Unafika hadi kwenye ukubwa, wengine wanafika miaka 10, hakuna mabadiliko ya duka. Duka haibadiliki, iko vile vile. Unaona, business haikui. Unaona, maybe ingekuwa Afrika ingekuwa ishakuwa, lakini maisha ni kuishi. Maisha ni kuishi. Maisha ni kuishi. Kuishi ukijua kwenu, nakumbuka nchi yako. Umezaliwa katika ile nchi, so ishi kwa kuitengeneza ile nchi. Kama jinsi unaishi kwa kutaka kufurahisha wazee, unaishi kwa sababu ya kutaka kusaidia wazee, kwa sababu wao ndio wamekuzaa. Sasa wewe umezaliwa kwa ile nyingine nchi, haupendi kuibadilisha. What? Hiyo ni mbaya. Where is music? Why the music stop?
kuweni mnaenda company. Watu mlikuwa mnalialia twende Marekani. Sasa hivi tuko Marekani. Makuru mali mupanja same company. Mtu mukanda imana mpaka makuru ipika. Tusena tu Afrika tu. Tusena Afrika. Imefika 6 o'clock. Mimi bado niko njiani naelekea kwa kazi. Lakini hizi ndio saa za clock in. Hapo ndio uko sawa vizuri sana kuingia kazini. But oh my god man, sita just stress because of the company. Hapana. Sikwagi na distress because of things. Mimi sikwagi na distress because of things. Kwa sababu ya vitu. Mimi na distress kwa sababu ya nikikosa kurisi ufalme wa mbinguni. Mimi hiyo ndio inanisumbua. Napenda siku nikilamuka nimekufa kwenye kile kifo, basi nilamuke siku hiyo ambayo itakuwa siku takatifu kwangu, ambayo nikilamuka niko sehemu ambayo sijawahi kupakanyaga. Sehemu ni pazuri, sehemu panatamanika kupakanyaga, na niishi hapo mpaka milele. Ukisha kufa katika hii dunia, dini zote zinasema basi hiyo ni kwenda kuishi ni milele, ila zinaongea sasa kwa tofauti. Kuna zimoja zinasema ni kwenda huko mbinguni, zingine wanasema hapa hivi duniani ukifa tena unaenda kuwa kingine kitu. Mmoja wanasema hivyo na wengine wanasema ukifa unaishi huko mbinguni na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye siyansi pia inaprove alisaga waishi. Na wanajua aliteswa, lakini wanajua yeye alikufa. Lakini Biblia inaenda so deep. Inasema kwamba huyo mtu alifufuka kabisa, na uzuri wake hakuna hata mnofu wake wowote ulibakia. Unajua Yesu alifanya kitu kizuri sana, ile yeye asiende kule kiroho, achukue pia na ule mwili wa binadamu. Maana angeacha ule mwili wa binadamu hakungekuwa mtu wa kumwamini. Tungesema kwa nini tumfuate huyu? Tungesema kwa nini tumfuate huyu ambaye amekufa? Sisi tunamfuata Muhammad Rasulullah. Tungemfuata Muhammad Rasulullah. Lakini Yesu jamani alikufa na kufufuka, akaenda na ule mwili wa kibinadamu. Yaani bila hivyo tungemfuata Muhammad Rasulullah, eti Muhammad mtume wa Mungu. Tungemfuata Muhammad kabisa. Lakini Yesu jamani, Yesu huyo aliona hapana, hii mwili haitabakia huku chini. Siende kiroho, naenda mpaka na nyinyi munione mimi naelekea huko, ili mkuwe mashahidi wa kusema kwamba huyo mtu yu hai, huyo mtu yuko hai.
unasikia mtu mwingine anaenda kuwa Muislamu. What? Unabidi kwanza ufikirie, jua kuhusiana na dini ikoje. Unaona? Sio tu kwa sababu umekuwa Muislamu ndio hivyo basi. Hapana. Isome hiyo dini yako hiyo. Zingine kanisa zote ni za ovyo sana. Zingine zote ni za ovyo. Like kanisa ya kuifuata ni Ukristo, au dini ya kuifuata ni Ukristo. Religion ya kuingia ni Ukristo. Maana hapo kila dini inapakubali. Hakuna dini inabishana na yeye. Unaona? So Ukristo ndio njia. Zingine zote ni hivyo hivyo tu. Zingine zote ni hivyo hivyo tu. Lakini Mungu mwenyewe anachagua Mkristo. Lakini inabidi hata tumie akili. Waislamu wanasema kwamba kwa nini unamfuata mwana wa Yesu kama unajua ni mwana wa Mungu? Kwa nini unamfuata? Kwa nini tu usifuate baba yake ambaye ndiye mkubwa? No, Yesu mwenyewe hakutuambia sisi tumfuate baba yake. Yesu alituambia kwanza tumfuate kwanza yeye, afu kupitia yeye tunapata kwenda kwa baba yake. Sasa sisi tunapewa njia, afu tena tunaenda tofauti na njia tumepewa. It does make a sense. So ni vizuri umepewa njia, fuata ile njia uliopewa, sio unaenda venye unataka. So sasa hivi nakaribia kufika kwenye kazi yangu. Isakuwa 6:05. So I'm about to get there. I need to get there at maybe 6:09. Alsco company, Alsco uniform. Hiyo ni my ex company ambayo nilikuwa nafanya nayo, na ilikuwa inanipa stress sana kama hii. Pia hii ingine nakuja tu kujipitia zangu. Mimi sikuagi na ile akili ya kukaa mu company nikae miaka 6, miaka 2. Hapana, yani ni mwaka mmoja and quit and move it and quit. I ain't gonna stay for the company for fucking 3 years, 5 years. No man, natakiwa nipate experience ya maisha ikoje, company zikoje. Nataka nione sehemu tofauti. Lakini kila siku unakuja hapa, kila siku unarudi kule nyumbani, kila siku unakuja hapa. Hakuna sehemu nyingine utaenda. What? Nishafanya kama company nyingi sana. Mpaka sasa hivi natamani nihame state ili niende kuingia mwingine company za kule ingine state. Nazo nizihame. Sio unakaa kama company. Nilikaga mmoja company miaka 2, karibu kufika 3. Nikaona hapana, siwezi kuendelea kukaa hapa, hakuna maana, nika quit. Shit, munitie mkampani miaka hiyo yote hivyo, shit, nikose kuquit. Nikagamu hiyo miaka 2. So right now nimefika kazini. Allah subhanahu wa ta'ala amenisaidia, na mwanae ambaye ni Yesu Kristo amenisaidia. Basi acha nivae niende inside. Nilikuja bila kuvaa, so nimevaa niende inside. Kwa sababu sisi mimi hapa nafuata jinsi neno la Mungu. Biblia inasema, if you always do what the Bible say. I always do what the Bible say. Wengine bado wanafika. So alright, let's go in. Katika jina la Yesu, hapa patawale amani. Na nifanye vizuri, nifanye kazi kwa amani, na niende nyumbani
kwa amani kama utakavyo Yesu Kristo. Na iwe hivyo.